Wale wa Kikuyu ambao wanasupportingi William Ruto, akina Karago and akina Kiegei and the rest, I hope you have seen the narrative that these people will always portray in any time wanapata shida. Saizi maandamano ya watu wa matatu, jana Minister of Interior alisimama akablame sisi na akasema ni wakabila. Akasema hata hatukuandamania Uhuru Kenyatta. Wamesahau wakati Uhuru Kenyatta alipandisha mafuta 2022, Kikuyu msima na mlima msima ilikuwaga nyuma ya William Ruto. Wamesahau William Ruto aliongea statement na akakondemn Uhuru Kenyatta's government kwa sababu ya kupandisha mafuta, na Wakenya wote including mlima ikasupport William Ruto kwa kukondemn Uhuru Kenyatta na serikali yake kwa kupandisha mafuta. Wamesahau hata wakati Uhuru alikuanga Minister of Finance, kulikuanga na hiyo crisis in the year 2012 na William Ruto akatetea serikali, lakini Uhuru Kenyatta alikuwaga Minister of Finance, akakuja akaexplainia watu na Wakenya pia wakaamkia serikali ya Mwai Kibaki kwa sababu ya kupandisha mafuta. My point goes to the Kikuyus who support this regime. Mutatumika na muachiliwe. This is what I'm happy I never voted for Ruto. Mimi nilikuwa wa Azimio. Lakini this is how they have used and dumped. Na hata nyinyi akina Karago mkituambia ndugu yangu my brother, they will use you and dump you. You are of no use. Saire William Ruto amejiondoa Kenya, ndio hawa wanapata the biggest mdomo. Mumeona Secretary General wa UDA ambaye anatoka kule Mombasa, ule anakuwa na matako kubwa, anaitwa sijui Sarai. Please watu wa Mombasa, that is not the best person for the governorship. I swear heri mrudishe that mtu wa ODM ama mchague Mohamed Ali, but do not give Sarai anything. Tafadhali huyo apewe dera ashidane na wamama wa Mombasa huko kutigisha matako. That is a man who does not deserve to be anywhere near the leadership of a county ambayo ni metropolitan. These people are trying to drive a tribal narrative the same way they did with Gen Zs. Walisema ni vijana wa Kikuyu, ni vijana wa mlima walikuwaga wanaandamana. They wanted to drive the narrative of Kikuyu against everyone. That is what they are trying to do. Mimi nashangaa Murkomen, you are the Minister of Interior of the entire country. Every day munakuja kutugombania, every day you look like hopeless, toothless people. Munakaa kama watu ambao hata hamkuaga mnafaa kupata serikali, because badala you people as responsible leaders, as people who are mandated to take care of the security of the country, badala mtuambie measures ambazo munafanya kureduce mafuta ama kureduce the tension, you are here yapping at us kutuambia sijui wakabila hile. You think we are happy that matatu haziko kwa barabara? You think we are happy that businesses zinafungwa? You think we are happy that the economy is collapsing under your watch? Why can't you for once stop blaming people and please work on yourselves? Murkomen, nyinyi mlifanya watu wakaandamana 2024. Usisahau, usidhani tumesahau ulikuwaga unafaa fiatu za milioni 6 wewe mkiwa na akina Sudi. Ni hii kiburi yenu, and you ended up blaming Kikuyu youth and you ended up even victimizing them. Hata mulishika wengi sana mukawekea terrorism. This is what you want again to use to try and dismiss maandamano ya watu wa matatu. Watu wa matatu wako na haki ya kuandamana, mafuta imepanda. Wanaandamana kwa sababu ya raia wake. Mtu akienda kwa matatu haulisagwi wewe ni Mjaruo ama wewe ni Mruya. Mafuta ikipanda Kisumu, inapada Nyeri, inapada Mombasa, itapada Turukana. Wacheni kushinda mkidismiss. And by the way, it is high time that you learn that Kenyans are growing and Kenyans are watching, and we will send you home. Hivyo mwenye mnatuambia Gachagua ni mkabila, na nyinyi kabisa nyinyi ni wakabila kwa vitendo. You are the most tribal. You even want to divide Kenyans on tribal lines. It's better Gachagua alikuwa anapigana na huko, anapigana na nyinyi. You are coming to us. You want to divide us in tribal lines. You think mafuta, mtu ambaye anaendesha matatu huko Eldoret amefurahia kwa sababu mafuta imepanda? Adoitwa Kikuyu, mutigetikire, musitikie kuingia kwa box ya hawa. Do not itikia kuingia kwa box. They want to make us angry at each other. They want to whip our emotions, akina Itumbi na wengine. Do not fall for this nonsense ya hawa akina Itumbi tafadhali. Wa Kenya, especially kutoka mlima, that is what they want to do. Please do not do this. Walijaribu wakati ya Gen Z. Adi Gen Z wakakuja na hashtag I am Kikuyu because they tried to bring that tribal division among us.
Watu wa matatu msijaribu kudivaidiwa mkiambiwa mambo ya tribal. They want to dismiss you because they want to run away from their responsibilities. As responsible leaders, wake up and smell the coffee. This is our country, and this country should be driven in the right directions. And before anybody becomes Mkikuyu, Mkisii, Mukamba, Mukalenjin, Mumasai, they are Kenyans. And we have voted for you as a minister of Kenya. Umevotiwa kama president of Kenya. So before you even remember you're a Kalenjin, ama Githaiga ni Mkikuyu, please remember you're a Kenyan minister and you're supposed to solve Kenyan problems as Kenyan problems. Otherwise, kaede, baka tamati. Na one term, siku zombo. You people don't even deserve 2 more days in power. You don't. None of you do. None.